Tangu nilipoweka video iliyopita kuhusu matumizi sahihi ya karafuu, nimepokea maswali mengi sana kwenye simu. Kila mtu ana namna yake anavyoielewa karafuu. Wapo wanaoniuliza, je, nikitafuna karafuu 7 asubuhi na jioni inakuwaje? Wengine wananiuliza, nikichemsha karafuu na kitunguu saumu nitapata matokeo gani? Na wengine wanataka kujua kuhusu mchanganyiko wa karafuu na mchaichai. Leo nimeamua kuja kuwajibu wote kwa pamoja, kabla ya kuanza kuzichambua mada hizi moja baada ya nyingine kwa kina kwenye video zijazo. Kama wewe ni mgeni hapa, bonyeza subscribe sasa hivi ili usipitwe na mwendelezo huu. Usisahau, mwandaaji wa makala hii ni Dr. Mkina, mtaalamu wa mitishamba kutoka Naturemed Supplies. Namba zake ni +255 748 294 113, ambazo pia zinapita chini ya skrini ya video hii. Ikiwa wewe ni moja ya mtu unayechanganyikiwa na matumizi ya karafuu, basi zingatia video hii. Swali la kwanza: kutafuna karafuu 7 asubuhi na jioni. Tuanze na wale wanaouliza kuhusu kutafuna karafuu 7 asubuhi na jioni. Karafuu ina mafuta yenye nguvu sana yanayoitwa eugenol, ambayo ni mazuri kwa kuua bakteria mdomoni na kuleta harufu nzuri. Lakini hapa kuna tahadhari. Karafuu 7 asubuhi na 7 jioni, jumla 14 kwa siku, ni nyingi sana. Ukizitafuna zikiwa mbichi kila siku, mafuta yake yanaweza kuunguza ngozi laini ya ndani ya mdomo wako au kusababisha vidonda vya tumbo kutokana na ukali wake. Ushauri wangu, kama unataka kutafuna, karafuu 1 hadi 2 kwa siku zinatosha kabisa kukupa faida za kinywa. Zaidi ya hapo, unaingia kwenye hatari ya kuumiza mwili wako. Swali la pili: kuchemsha karafuu na kitunguu saumu. Swali la pili: nikitumia karafuu na kitunguu saumu kuchemsha itakuwaje? Hapa umekutanisha majembe mawili yenye nguvu kubwa ya kupambana na vimelea vya magonjwa, antimicrobial na anti-inflammatory. Kitunguu saumu kina viambata vya allicin na karafuu ina eugenol. Mchanganyiko huu ni mzuri sana kwa kuongeza kinga ya mwili na kusaidia mfumo wa hewa kama una mafua. Hata hivyo, mchanganyiko huu una asidi na una nguvu kubwa, chachu. Ukizidisha au ukanywa ukiwa na tumbo tupu, unaweza kupata kiungulia kikali, tumbo kusokota au kuharisha. Ni mchanganyiko mzuri, lakini unapaswa kutumika kwa kiasi kidogo sana na sio kama mbadala wa dawa za hospitali ukiwa mgonjwa. Swali la tatu: karafuu na mchaichai. Je, nikichanganya karafuu na mchaichai inafaa au tufuate kile ulichosema mwanzo? Hapa sasa tumepatana. Mchaichai na karafuu ni mchanganyiko salama na mtamu sana, hasa ukiutengeneza kama chai. Mchaichai unasaidia kutuliza mwili, kuondoa msongo wa mawazo, stress, na kusaidia mmeng'enyo wa chakula, huku karafuu ikiongeza nguvu ya kuondoa sumu mwilini, antioxidants. Huu mchanganyiko na upendelea zaidi kwa sababu hauna athari kali kama ule wa kitunguu saumu, na unaweza kuunywa jioni kabla ya kulala ili upate usingizi mzuri. Kabla sijasema ufate kipi kati ya unachokiamini wewe au ufate kile nilichosema kwa mujibu wa biolojia, kwanza nikupe ushauri ambao utakufaa. Nina wajibu mkubwa wa kimaadili kuhakikisha kwamba jamii yetu haitumii rasilimali za asili kwa kufuata mihemko au mapokeo ya juu tu, bali inalenga kuelewa misingi halisi ya kiutendaji ndani ya miili yetu. Mimea yote ya tiba inayotuzunguka, ukiwemo mchanganyiko wowote wa kiasili, hufanya kazi kama kemikali hai zinazoingia mwilini kuathiri au kuchochea mifumo mbalimbali ya kibiolojia. Unapoweka kitu kinywani mwako, seli na tishu zako huanza kukifyonza, na hapo ndipo usahihi wa kiwango unapohitajika. Binadamu wengi wamekuwa wakiamini kimakosa kwamba kwa kuwa mmea ni wa asili, basi hauwezi kuleta madhara hata ukitumiwa kwa kiwango kikubwa namna gani. Huu ni mtego hatari sana unaoweza kusababisha uharibifu wa viungo vya ndani. Ukiangalia kiundani mfumo wetu wa biochemistry, viungo kama ini na figo vimeumbwa kuchuja kila kitu kinachoingia mwilini ili kuondoa sumu. Unapochukua viambata hai vyenye nguvu kubwa sana ya kioksidishaji na kuvirundika mwilini bila mpangilio wala vipimo vinavyokubalika kibiolojia, unajisababishia kile tunachokiita kitaalamu kama upakiaji mkubwa wa sumu kwenye viungo, organ toxicity.
Mfano mzuri ni pale seli za ukuta wa tumbo lako zinaposhindwa kuhimili msuguano wa kemikali zenye asidi kali au mafuta yenye chachu ya juu, jambo ambalo hupelekea tishu hizo kulika na kuanza kuvuja damu au kutengeneza vidonda vinavyochukua muda mrefu kupona. Ni lazima tubadilishe mtazamo wetu na kuanza kutibu miili yetu kwa heshima, tukitambua kwamba hata seli zetu zina viwango maalum vya uvumilivu vinavyopaswa kuzingatiwa. Naturemed Supplies, msisitizo wetu mkuu daima utabaki kwenye dhana ya kiwango salama cha kibiolojia, biological threshold. Hakuna mmea unaoweza kufanya kazi vizuri ikiwa unalazimisha mifumo yako ya usafirishaji wa damu kuisafirisha kemikali hiyo kwa shinikizo kubwa kupita kiasi. Badala ya kusaidia kuimarisha kinga, unaweza kujikuta unazidisha uharibifu wa seli, oxidative stress, na kuubebesha mwili mzigo wa ziada wa kujilinda dhidi ya kile ulichokula. Ndiyo maana tunasihi na kushauri kwa dhati kabisa. Tunapotoa mwongozo wa jinsi ya kutumia tiba hizi za asili, fuata maelekezo yaliyofanyiwa utafiti na usijaribu kubadili vipimo kwa hisia zako binafsi. Kulinda afya yako huanza kwa kuheshimu kimia ya mwili wako na kuacha tabia ya kuchanganya kila mmea unaosikia bila kuwa na uelewa mpana wa jinsi vitu hivyo vinavyoenda kuathiri utendaji kazi wa homoni na vimeng'enya vyako vya ndani. Sasa ni jibu. Mchague yenu au mfuate kile nilichosema. Siku zote afya yako ndio kipaumbele chako. Yale niliyowaeleza kwenye video iliyopita yalizingatia vipimo salama. Ukweli ni kwamba mimea hii ni dawa na kila dawa ina vipimo vyake. Ukizidisha inakuwa sumu. Hili lilikuwa ni jibu la jumla kwa maswali yenu. Lakini niahidi jambo moja. Kwenye video inayofuata nitaanza kuchambua moja baada ya jingine kwa kina zaidi, nikikwambia sayansi inasemaje na jinsi ya kuandaa kwa vipimo sahihi vya kijiko au gramu. Muda wako wa maoni sasa. Kati ya hivi vitatu, kutafuna karafuu, mchanganyiko wa kitunguu saumu au mchaichai, ni ipi ungependa niichambue kwanza kwenye video ijayo? Nikae chini niandike maelezo yake? Niandikie kwenye comment hapo chini. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana, tukutane tena kwenye video zijazo.